nitoe ushauri kwa wanawake. Wanawake mnanisikiliza. Wanaume wapendi kelele. Kama benki. Kama ili hata benki unajua kwa nini hamna kelele? TBC haina sauti. Kwa sababu pesa haipendi kelele. Na haswa pesa inapokuwa nyingi ndio haipendi kelele kabisa. Zikiwa pesa ndogo kama shilingi ukiangusha inapiga kelele. Lakini noti haiwezi kupiga kelele. Mafanikio pia hayataki kelele. Mafanikio hayataki kelele kabisa. Ili ufanikiwe lazima muende taratibu. Kama mnakosoana, mnarekebishana, nendeni kwa staha. Hali kadhalika mahusiano. Iwe ni mwanaume au mwanamke. Hayapendi kelele. Kila siku unasomesha kesi. Kila siku nyinyi ni kupambana. Kila siku nyinyi ni kuchuana. Kila siku nyinyi ni vikao vya usuluhishi. Mafanikio mtayafanya kwa namna hiyo. Kweli Huwezi. Hakuna mahala popote. Experience kwenye hilo. Wewe una experience? Utatupa ushuhuda baadaye. Experience hiyo ilikuwa kwaje? Lakini hata mimi kwa kuwa kwenye ndoa pia na experience. Mahusiano hata kelele. Kabisa hataki kelele. Ukiona ndoa zina kelele, angalia maisha yao. Au ukitaka kujua maisha ya mtu yote, kweli. Watu wajira wakirudi na laptop yake usiku, mama yuko kule sebuleni, ni paka raha. Lakini uswazi huko? Huko uswazi baba anafyonza usiku kucha. Unaona? Paka mnaenda kwenye mambo fulani mnagombana. Sasa inakuwa haiendi sawa, si ndio? Tuwasikilize wanaume wabishi, Biblia inasemaje? Kwenye kitabu cha Malaki sura ya 2 mstari wa 14. Inasema, hii ni koti ya kitabu cha Biblia. Lakini nyinyi mwasema, ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Bwana amekuwa shahidi kati ya wewe na mke wa ujana wako. Uliomtenda mambo ya hiana. Mambo ya hiana mnaelewa? Ingawa yeye ni mwenzako na mke wa agano lako. Kwa hiyo jihadharini roho zenu, mtu awaye yote asimtende mke wa ujana wake mambo ya hiana. Umemwoa kama bimdogo hapa anaenda kwenye mambo yake. Mume wake mtarajiwa ameshashauriwa kwamba asimtendee mambo ya hiana, kwa sababu katika haya maisha kinachotoka kwako ndio kinachorudi kwako. Yaani ukiona mtu amekutukana in one way or another lazima kuna tusi. Ukiona mtu Jamila akakutukana kwa namna moja au nyingine, pengine kuna kitu fulani na wewe ilitoka kwako. Mfano mzuri, hivi ukutana na mtu ana smile, unachomrudishia wewe nini? Smile. Ukimkutana na mtu amekaza sura, unakaza sura. Ukutana na mtu anakutukana hivyo, au mrudishii bana. Hapana. Haiwezekani. Unakuja ndivyo utakapokupokea. Mtu anapokuja ndio anavyo. Ukipiga la kulia unampana la kushoto. Kwenye Biblia ina maagano mawili. Mimi napenda zaidi kutumia agano la kale. Agano jipya Yesu anasema ukipigwa kofi hii mgeuzie hili. Sasa shida ni pale unapotandikwa kofi. Kuna watu wana mikono mikubwa. Anakupiga mpaka anakuzimisha. Hapo unasikia muziki unaimba kichwani. Sasa hilo agano ukilitumia watakuua. Na wetu kwa usawa mjini. Akikunyang'anya koti mvulie na shati. Sio utakuvua na suruali na kila kitu. Au mimi nakosea? Tadhalilika. Sina ugomvi na ule mstari, lakini usipo utafsiri sawa sawa inawezekana ukajikuta umezalilika hapa mjini. Kwa hiyo wanaume wameambiwa hivi, wasiwatende wake zao wa ujanani mambo mabaya. Hilo andiko litakuwa lilipiwe hilo. Litakuwa liko pale kwenye bango. Itengenezwe mnara. Lakini sasa nitakuja kuwaeleza na nyie baadaye. Kwa nini inakuja mtu anakufanyia hiana? Itakuja baadaye. Lakini kwenye kitabu cha mwanzo kabisa cha Biblia sura ya 2 mstari wa 14 inasema, kwa hiyo mwanaume atamwacha baba na mama yake. Hili jukumu la mwanaume. Ataambatana na mke wake nao watakuwa mwili mmoja. Sasa ukiona mwanaume amekuoa alafu ameng'ang'ania kwao, huyo anaenda kinyume na maandiko. Na huko ndio unakokumbana na mawifi. Kweli sio kweli? Ndio kule unaanza kumuombea mama mkwe wako mambo mabaya. Kwa nini? Kwa sababu si mko pale mmebanana, mawifi kwa hapa, mama mkwe hapa, baba hapa, yani hata ile privacy inakuwa hamna. Kwa hiyo kisheria unamwacha baba yako na mama yako, unaambatana na kumbe ni mwanaume ndio ameambiwa usome na mke. Amesema kwa hiyo
mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Ila hawajasema wanaambatana wanaenda nyumbani kwa mwanamke au kwa, nafikiri wanaenda nyumbani kwao. Kikubwa muondoke. Unaona, kwa hiyo kuishi kwa wakwe sio kwamba ni kitu kibaya, lakini Biblia haijasema hivyo. Twende kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 9 mstari wa 9. Inasema, uishi kwa furaha pamoja na mke umpendaye siku zote za maisha yako ya ubatili. Unajua maisha ni changamoto, si ndio ubatili wenyewe? Lakini wanasema uishi kwa nini? Kwa furaha. Kwa furaha, kwa sababu nje kuna changamoto. Kwenye kazi huku si kuna kuzinguliwa. Mara bosi wako kakuzingua, mara mtaani sio dalala umezinguliwa. Sasa unarudi nyumbani tena unazinguliwa na mume. Wewe utakimbilia wapi? Utachanganyikiwa. Kwa hiyo amesema uishi kwa furaha pamoja na mke umpendaye siku zote za maisha yako ya ubatili. Yaani maisha ya hizi changamoto ulizopewa chini ya jua, siku zote za ubatili wako. Kwa maana hiyo ni sehemu ya maisha yako, yaani mke wako ni sehemu ya maisha yako. Na katika taabu zako ulizozitaabikia chini ya jua. Unaona eh? Wanawake mnisikilize. Pale mwanamke anapotaabika, mwanaume anapotaabika, you need to support him. Sasa shida ni pale mwamba anataabika, wewe unapiga kelele. Akirudi nyumbani amechelewa, anapiga miayo, unamwambiaje? Unatoka kwa watu wako. Akiuliza chakula? Akiuliza chakula mwambie shingapi? Haya. Sasa na saa nyingine ametoka kwenye nini? Kwenye mapambano. Kwa hiyo na nyinyi mnatakiwa muwe nini? Muwe bakidao wanaume wameelekezwa. Alafu baadaye nitawaambia nyinyi. Kwenye kitabu cha Waefeso inasema vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao. Unaona? Mpende mkeo kama mwili wako. Mwili wako. Akasema ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe. Kwa hiyo mwanaume unapofanya kosa la kutokumpenda mke wako, maana ni hata wewe mwenyewe hujipendi. Na ukijaribu kuangalia kwa mazingira ya kawaida, angalia ndoa ina tafrani. Mwanaume anakuja ametoka asubuhi kavaa shabi. Kavaa mchafu. Si ndio? Kwa nini unajua? Ana stress. Na ukishamstress mwanamke lazima nawe stress utafanya nini? Utakutana nazo. Sasa maandiko huwa hawasomi hao. Sasa kama hawasomi wapelekeni wakasome. Sawa Na hii haijalishi kama wewe ni Muislamu au wewe ni Mkristo, kwa sababu misahafu ya Mungu ni moja. Na manabii wa Mungu au mitume wa Mungu ni nini? Ni wale. Haya. Mithali 18:22 inasemaje? Apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana. Kwa sababu unaologa shokutu. Sasa sikilizeni, hapa kuna message ya muhimu sana ambayo inasema naye ajipatia kibali kwa Bwana. Kwa hiyo mafanikio makubwa ya mwanaume pia yanatokana na utulivu wa mke wake. Ili upate kibali, unajua machozi ya mwanamke naye yana mambo mengi ili analalamika, analia, anafanya nini? Japo wengine wanaolia kwa uchuro, lakini kuna wengine wale wanalia kwa mambo ya msingi. Sasa angalia unalia wachuro ni wengi. Unaona? Lakini kwa mwanamke akilia, mkeo akilia sana, baraka naye inakimbia. Alafu nashangaa mbona mimi hivi wanaume wanasikia kweli wako wapi sasa hizi? Hivi maongezi unasikia na wewe riski mtapata. Wajisaulishe tu kwenye dadala. Wakisikia hao kwenye studio inatosha hao. Maka hao nao. Unaambia na hii ya kusudi. Sio vile lana. Haya, tendeni kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 18 mpaka wa 19. Imesema, nyinyi wake watiini waume zenu kama ipendezavyo katika Bwana. Nyinyi waume wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Tena. Sasa uchungu. Haya ni maandiko, sio mimi. Hivi. Soma kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 18 mpaka wa 19. Uchungu upi jamani? Nyinyi mmepewa kazi ya kutii waume zenu. Sio kuwapenda. Kazi ya kupenda ni ya wanaume. Lakini hebu nikuulize, wewe una nidhamu, mimi nitakupenda? Sio kweli. So it's a two way traffic, right? Wewe unitii, mimi nikupende. Ukinipiga makelele umenitii? Hapana. Ukinisimanga umenitii? Hapana. Ukinisema kwa mashoga zako umenitii? Hapana. Sasa nisipokupenda unalalamika mume wangu hanipendi kampata fulani. Usipotoa matumizi analalamika. Lakini kumbe wewe kuna kitu umepoteza kwenye nini? Kwenye mahusiano yako.